watu wa Vihiga mpaka kuna vita zingine hata tunapigana mimi na yeye. Kwa mfano, iko counties ambazo huwa zinapata ile wanaita equalization fund. Wanasema zile counties za huko juu ziko na shida mingi. Huyo Sosi anakataa tu, anasema hata Vihiga inatakiwa ikue kwa hii equalization fund kwa sababu tuko na shida mingi kushinda hii watu. Sasa ile tunaenda kupiga kura na amwambia Usosi, jameni, wacha tupitishe tu hii kitu. Anasema hii Sifuna mimi napiga no. Kwa sababu Vihiga haiko kwa hiyo schedule, si ndio? Pigia hii mwanaume makofi. Mimi nataka uendelee namna hiyo. Sosi, tangu ni kujua umekuwa mtu wa kusimama kwa ukweli na kusema maneno ya kweli. Namba 2, baba, umesikia vile chairman Osabu amezungumza hapa. Na kusema kweli chairman Osabu pia wewe ni kushukuru kwa sababu umesimama imara ndani ya chama cha ODM. Huyu chairman huwa anaenda kila mahali Kenya kuwakilisha Vihiga. Anasimama anasema ODM Vihiga pia wako hapa. Mpigie yeye makofi. Na kuna mambo mawili ambayo amezungumzia na nataka niwape jibu kama wana ODM hapa Vihiga. Jambo la kwanza, tumekuwa na wakati mgumu sana kama chama tangu hii serikali ya Ruto ijiingize kwa mamlaka kimabavu. Wamekataa kupea vyama pesa ambayo sheria imesema vyama vipatiwe. Wewe fikiria, wakati tunaingia uchaguzi, tayari bunge lilikuwa limepeana budget ya political parties fund 1.4 billion shillings. Haikuwa inaambatana na sheria ya vyama kwa sababu kulingana na sheria ya vyama ilitakiwa vyama vipate shilingi bilioni 6. Lakini wakatupatia 1.4 billion peke yake. Lakini jamaa alipoingia mwezi wa 9 supplementary budget ya kwanza ya Ruto, kwa hiyo 1.4 billion akatoa shilingi milioni 800. Wewe fikiria. Akatoa kwanza akasema vyama havistahili kupata hiyo pesa. Sasa ikabaki shilingi kama 400 hapa. Na waambia hata mwaka huu tena ameenda amepunguza pesa. Pesa za ODM baba ilitakiwa tupate 302 million shillings per year. Tumeandikiwa juzi barua na Registrar of Political Parties kutoka 307, anasema sasa watatupatia 120 million peke yake. Mimi ndo nawaambia hizi barua ziko hapa, tumeshare na chairman wenu. Tumekuwa na kipindi kirefu sana ambacho hata chama hakijaweza kulipa ile offices ambazo inatakiwa rent ilipwe. Baba Raila Amolo Odinga alituamrisha sisi kama National Secretariat, tulifungua afisi za county za ODM 43 juu ya 47. Nilikuwa nimebakisha kaunti ngapi? 4 peke yake ambazo zilikuwa na mgogoro za uongozi. Sasa hizo rent ukiangalia kila mwezi ni zaidi ya shilingi milioni 2 ambazo inatakiwa ziende kwa counties kila siku. Lakini kwa sababu Ruto amekataa kulipa pesa zetu, tumekuwa na arrears. Hawa machairman kila siku wanafuatwa na landlords. Lakini nataka kuwashukuru kwa sababu umezidi kuweka heshima ya chama na kuhakikisha kwamba kupitia kwa viongozi wengine kama Usosi na governor hapa ofisi zetu hazifungwi. Pigieni makofi hawa viongozi wetu chairman. Jambo la pili, mumezungumzia kuhusu interference ya National Office na uamuzi ambao unafanywa hapa chini wakati wa uchaguzi. Mumezungumzia kuhusu interference na baba Raila Amolo Odinga kwa sababu ni mtu mwenye kusikiza. Juzi tu baba aliketi akasema lazima tuangalie jinsi ambavyo elections zinafanyika katika chama chetu. Na uliona baba akatoa directive ya kwamba kuanzia sasa hakutakuwa na kitu kinaitwa National Elections Board. Si baba alisema? Alisema instead, kwa sababu chama cha ODM kinaamini ugatuzi, uchaguzi wote utasimamiwa kwa kila county. Pigieni baba makofi. Amesema sasa hivi kutakuwa na coordinators wawili wa uchaguzi, moja mwanamume mwingine wa kike, awe pale waweze kusimamia uchaguzi katika county zetu. Sasa hapa mkishapata hao coordinators, nyinyi wenyewe ndio mtatuambia coordinator wa Vihiga ni wakina nani, si ndio? Wakifanya uchaguzi wanapeana certificate, wanaweka sahihi, inatumwa Nairobi kuongeza sahihi ya ED na ya chairman wa chama, alafu inaenda kwa IEBC. Kwa hivyo nikidhani zile shida ambazo tulikuwa nazo za interference na watu kuleta certificates kutoka Nairobi, hiyo mambo baba tayari ametatua. Mnakubaliana na hiyo mfumo mpya? Sasa tutaleta National Delegates Convention kwa sababu sasa tunaandika sheria ambazo itabadilisha katiba ya chama kuleta huo mfumo mpya ambao tunafanya devolution hapa chini. Baba, sasa nataka niwajulishe ya kwamba hata na hizi shida zote
Vihiga mmejaribu sana when it comes to registration ya members. Mujipigie makofi. Jana tulikuwa kule Busia, nilikuwa nawasomea takwimu ambazo tuko nazo kama chama. Kama SG, mimi ndio niko na server ya chama. Wengine wakisikia hizi takwimu wanasema Sifuna wewe fungua server, unadanganya. Lakini numbers don't lie. Baba, kwa registration, total registration ya counties. County